Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Naam, ndugu zangu wasikilizaji, tupo katika muendelezo wa somo letu linalozungumzia adabu asiyam alwajiba, adabu za funga za wajibu. Miongoni mwa adabu za funga zilizowajibu, namba 2, anyajitaniba swaimu, aliyefunga ajiepushe jamia ma harama Allah wa rasuluhu, na vyote ambavyo Allah na mtume wake wameviharamisha, min al-aqwali, miongoni mwa maneno, wal af'al, na matendo. Fajitaniba al-kadhiba, mfungaji ajiepushe na kusema uongo, wa huwa al-ikhbaru bi khilafi al-waqi, na kusema uongo ni kueleza kitu kiko kinyume na kilivyo. Kwa hivyo mfungaji ahakikishe kwamba anajiepusha kusema uongo ili funga yake iweze kukubaliwa na isije ikaharibika. Iko hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema, man kadhaba alayya mutaammidan, yeyote atakayenizungumzia uongo, atakayenizuria uongo, falyatabawa maq'adahu minan nari, huyo ajiandae makazi yake motoni. Hadithi hii imepokewa na Imam Bukhari na Imam Muslim. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, unapaswa kujiepusha na kusema uongo, kwani kufanya hivyo utakuwa umetenda dhambi, na hivyo utakuwa umepoteza katika adabu zile za kufunga. Adabu namba 3, wajisanibu alghibata, ajiepushe na kuteta. Kuteta ni kumsema ndugu yako wakati yeye mwenyewe hayupo, na hilo unalomzungumzia kuhusu yeye analichukia. Kwa hivyo hilo ni kosa, na Allah subhanahu wa ta'ala analifananisha kosa hilo katika Qur'an pale aliposema katika sura al-Hujurat aya 12, wala yaghtab ba'dukum ba'dan, baadhi yenu wasiwatete baadhi nyingine, ayuhibu ahadukum an yakula hama akhihi maitan, hivi anapenda mmoja wenu kula nyama ya ndugu yake aliyemzoga, yani aliyekufa, fakarihitumuhu, basi lichukieni hilo. Kwa hivyo hili ni kosa, hapaswi Muislamu kumteta ndugu yake, kwani hilo itapelekea kuwa umepoteza adabu ya funga na inaweza ikapelekea kuiharibu funga yako. Hivyo ndugu yangu Muislamu, usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata vipindi vyetu vingine. Billahi tawfik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.